Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo ni Mungu mwema. Nataka nikuletea ujumbe ambao unasema Mungu wa baraka. The God of riches, the God of blessings. Deuteronomy chapter 8 and verse 18. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 na mstari wa 18. The Bible says, "But you shall remember the Lord your God, for it is he that gives you power to get wealth, that he may establish his covenant, which he swore unto your fathers, as it is this day." I want to say, as we begin the year and as we progress with the year 2026, that you shall remember the Lord your God, Jehovah God. It is he that gives you power to get wealth. Mungu ndiye anayekupatia nguvu za kuwa tajiri, za kuwa na utajiri. So in the year 2026, I'm encouraging you, my brother and my sister, to pray and to seek God and to tell God to give you power so that you can get wealth. Wealth is good. It is the will of God. It is the pleasure of God that his children be wealthy. Don't be cheated by anybody. Poverty does not glorify God. When children of God are blessed, God is very happy. And that is why God gives his children power to get wealth. Therefore, I pray for you in the year 2026 that God is going to give you power in your business so that you are going to be successful, so that you are going to have more customers, you are going to make more profit, and before the year ends, you are going to be 4 times or even 100 times wealthier than you were in the year 2025. I'm praying for you whatever you do. Even if you are a farmer, even if you keep livestock, whatever you are engaged in, maybe you are in the business of importing things and exporting, maybe you own a company, that God is going to give you power in the year 2026 to get wealth. Mungu akupatie nguvu za kujipatia utajiri. Pesa ziongezeke, mali iongezeke, magari yaongezeke, mashamba yaongezeke, ploti ziongezeke kwa jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wa Mungu Baba. So as I bring this message to you as a servant of the Lord, I command the spirit of poverty to be destroyed. I command the spirit of delay to be destroyed. I command those angels of darkness to be destroyed by the fire of the Holy Spirit, so that you may receive power to seek wealth and to get wealthy. Magonjwa yasikupate, kwa sababu magonjwa yanakuja kuimba pesa, kuimba mali na kufanya watu wa Mungu wakuwe maskini. Ajali isikupate, kwa sababu ya ajali ni instrument inatumiwa na shetani kuleta umaskini. Visirani katika ndoa visikupate. Usipatwe na visirani katika kazi. Usiachishwe kazi yako mwaka wa 2026 kwa jina la Yesu Kristo. Na mauti ikae mbali na maisha yako na familia yako. Mungu akupatie nguvu. Kila asubuhi ukiamka uwe na afya njema. Ukilala uwe na afya njema. Uwe na uwezo wa kufungua hiyo kazi, kufungua hiyo biashara, kuendesha hiyo gari, kuongoza hiyo kampuni vizuri, na mwisho upate faida na upate mali kwa jina la Yesu Kristo. Kama mwaka uliopita ulipata kiwango cha 100,000, na kuombea 2026 pata milioni kwa jina la Yesu Kristo. Kama ulikuwa kiwango cha milioni, anza kuingia 100 million. Anza kusonga mpaka ukuwe bilionea. Ni mapenzi ya Mungu akuinue from one level to another. In the name of Jesus, receive that grace. I pray for you, it is possible. Heaven is listening, mbingu inasikiliza. Pokea hiyo neema. Maandiko yanasema, mbali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Nisikilize vizuri dada, ndugu yangu. Mungu anatajirisha watu. Na ninakuombea mwaka wa 2026 uwe katikati ya wale watu ambao Mungu atawatajirisha. Uwe unaendea vitu abroad, unaendea vitu Dubai, unakuja kuuza huku na unapata faida. Chochote ambacho utaanzisha kiweze kukua. Kusikue na roho ya kifo, kusikue na roho ya mapoza 2026 katika maisha yako, kwa utukufu wa Mungu Baba, in the name of Jesus Christ. The book of Psalms chapter 112 and verse 3. Zaburi 112 na mstari wa 3, maandiko yanasema hivi: "Wealth and riches shall be in his house,
and his righteousness endureth forever. This is my prayer for you in the year 2026, that there is going to be wealth and riches in your house. Ninakuombea mwaka huu na kuendelea, kuwe na mali na kuwe na utajiri katika nyumba yako. Watu wakiingia kwako wasione umaskini, waone baraka za Bwana. Ukajenge nyumba nzuri, ukawe na mifugo, mashamba yako yakazae, faida zako zikaongezeke kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndoa yako ibarikiwe na watoto wako wabarikiwe. Wale ambao wamemaliza masomo wapate kazi, na katika hiyo kazi waonekaniwe, nyota yao iangaze, wapate promotion, wapate kibali. Katika nyumba yako ninakuombea mama na kuombea dada yangu, kuwe na utajiri na kuwe na mali kwa jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wa Mungu Baba. Roho ya umaskini shike moto na iteketee kwa jina la Yesu Kristo. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to verse 10, Biblia inasema hivi. Wakorintho wa pili mlango wa pili mstari wa 9 mpaka wa 10. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. There are things that God has prepared for you in the year 2026, which eyes have not seen and the ear has not heard. Kuna mambo Mungu amekuandalia mwaka wa 2026 ambayo macho yako na hata macho ya majirani na macho ya watu pale nyumbani hayajawahi kuyaona, na masikio hayajawahi kusikia. Mungu ataenda kukufungulia milango ambayo haujabisha. Mungu ataenda kukuinua, akuweke kiwango ambacho hujawahi fikiria ya kwamba unaweza fika, kwa sababu ni Mungu Mwenyezi. Ako na mipango mizuri mwaka wa 2026. Nataka uendelee na maombi, nataka uendelee kwa imani, nataka umtumikie kwa moyo wako wote, na mngojee huyu Bwana. Huyu Bwana ataenda kutenda maajabu. Kuna mtu ambaye hajawahi fikiria kwamba anaweza kuwa na gari lake, lakini namwambia Mungu atambariki, and you are going to drive your own vehicle. Kuna mtu ambaye hajawahi fikiria kwamba anaweza jenga boma nzuri. I tell you, by grace, by the power of the Holy Spirit and the provisions of Jehovah God, utajenga nyumba nzuri. Utatoka ka nyumba kama mabati, utatoka hiyo nyumba ya matope, utaacha kudharauliwa au utachekelewa tena. Kuna mtu ambaye hajawahi fikiria kwamba anaweza toka katika kibanda, lakini Mungu atakutoa katika kibanda akupatie nduka iko na stock ya 500,000 1 million. Kuna mtu ambaye hajafikiria maisha yake anaweza kuwa na kampuni yake, kampani. Your company, God is going to give you one, and he will make you a manager. He is going to make you an entrepreneur. Kuna mzazi ambaye hajawahi fikiria kwamba katika mboma yake kunaweza kuwa na watoto wamesoma, wako na mashahada and degree. Ninaomba hii neema ya Mungu ishuke katika familia yako leo. Ujue Jehova ni Mungu na ni Mungu wa miujiza. Watoto wako watasoma, watapata mashahada ya degree. Wengine watakuwa madaktari, wengine watakuwa marubani, wengine watakuwa wanasheria, na wengine watakuwa wakurugenzi, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kuna mama ambaye hajawahi fikiria anaweza nyonyesha mtoto, kwa sababu amekaa katika ndoa miaka 10 hajapata mtoto. Mwaka wa 2026 kwa jina la Yesu, Roho wa Mungu afungue tumbo lako, afungue hiyo uterus, upate mtoto na uzae, uwe mama mwenye furaha kwa utukufu wa Mungu Baba. Kuna familia haijawahi furahia amani. Ninawaombea mkapate furaha na mkapate amani kwa jina la Yesu Kristo. Nitakuombea ukinipigia simu. Kanipigia simu namba hii 0713 570 155. Tuongee zaidi na nikuombee na nivunje laana, uweze kupona, uweze kubarikiwa. Mungu akupatie nguvu uweze kupata utajiri, kwa sababu Mungu anatajirisha, Mungu anaponya, Mungu analinda, Mungu anainua na Mungu anaimarisha. Nipigie namba simu kwa hiyo namba ya 0713 570 155. Tuweze kuomba pamoja, tuweze kuongea zaidi na tuweze kusaidiana kwa jina la Yesu Kristo. Na hiyo namba pia unatuma sadaka yako pale, na iombea na ibariki, na kemea magonjwa, na kemea ajali, na kemea mauti, na kemea utasa, na kemea umaskini, na Roho Mtakatifu ana take over, na unabarikiwa na maisha yako yanakuwa ni maisha tofauti. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus Christ, I pray for those who have listened to this message. Give them power to become wealthy. Give them wisdom to attract wealth, my God. Bless them with finances
riches in invisible abundance in their families and in their lives. Give them good health, give them peace, and give them breakthrough, my Father. All the bills be paid in full, including school fees, including rent and loans, in the name of Jesus. Let their cup be filled and run over. Prepare a table for them in the presence of their enemies. My Father and my God, you are so faithful. Open the heavens and pour blessings upon your people, to the glory of your name. Thank you, God, because you have heard my prayer, and thank you, God, because you have done it. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Majina naitwa Pastor Shendra Kilonzo Kidhome. Mimi ni pastor wa ATG Kabaa. Branch iko ATG Kabaa, iko under ATG Ministry. Iko under ATG Ministry. Umekaribishwa kwa ibada pale kanisani. Ukipata nafasi, I'm always there. Every Saturday kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Every Sunday kuanzia saa 3 mpaka saa 12 jioni. Tuko pale tukiombea watu, tukiponya watu, tukibariki watu, Mungu akitenda miujiza. Karibu sana na Mungu akubariki. Na kila wakati ukija nipigie simu ujue whether I'm in. God bless you. Amen.